matendo yake, avikomesha vita hata mwisho wa dunia. Avunja uta, akata mkuki, achoma moto magari. Hakika ni Mungu asiyeshindwa, ngome yetu milele. Mataifa yalighadhabika, falme zikataharuki. Alitoa sauti yake, nchi yote ikayeyuka. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Njooni mtazame matendo yake, avikomesha vita hata mwisho wa dunia. Avunja uta, akata mkuki, achoma moto magari. Hakika ni Mungu asiyeshindwa, ngome yetu milele. Wapenzi wa Bwana na wasalimu wa mjambo. Ni asubuhi nyingine njema. Nafasi nzuri ya kuweza kujifunza kutoka roho ya unabii. Na waleteni mbele zenu mtumishi wa Bwana Pastor David Leting. Na naomba ya kwamba Mungu atie maneno yake kinywani mwake, na sisi pia tayarishe mioyo yetu tuweze kufaidika na yale aliyotuandalia. Amen. Karibu sana mtumishi. Wana na binti za mfalme wetu na wasalimu hamjambo. Wapenzi wa Bwana na wasalimu hamjambo. Hatujambo. Na pia na wasalimu walio nyumbani kwa nuru hii na pia kwa sauti hii, ili tujumuike katika mafundisho ya unabii. Hii ni taa ya kanisa na ni taa ya kila kanisa, kuongozwa na maandiko matakatifu kwa njia ya roho ya unabii. Kwa hivyo mimi sio pastor, lakini ni Elder David Leting, na nimesimama hapa kwa ajili ya mafundisho ya unabii. Kwa hivyo nawaalikeni, karibuni msikie sauti ya unabii, mkifuatilia sana katika maandiko matakatifu. Katika unabii lazima uwe na Biblia ili ufuatilie, kwa sababu lazima ufuatilie kila hatua ambayo itakuwa pale. Kwa hivyo nataka tusome katika kitabu cha Danieli 2 aya ya kwanza. Msomaji wetu usome kwa bidii, utakuwa na bidii leo kwa sababu nitakimbia sana. Soma Danieli 2 aya ya kwanza, inasema nini? Inasemaje msomaji? Kitabu ni cha Danieli 2 mstari. Inasemaje? Mstari ni wangapi pastor? Wa kwanza. Mstari wa kwanza, Biblia inasema ya kwamba katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadneza. Danieli 2. Danieli 2:1, samahani. Biblia inasema hata katika mwaka wa 2 wa kumiliki kwake Nebukadneza. Katika mwaka wa 2 kumiliki kwake Nebukadneza. Nebukadneza aliota ndoto. Nebukadneza akaota ndoto. Na roho yake ikafadhaika. Na roho yake ikafadhaika. Usingizi wake ukamwacha. Usingizi wake ukamwacha. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga. Achia hapo msomaji. Umefika ya pili Yeah. Achia hapo. Nataka tuombe. Baba mfalme wa mbingu na nchi, Mungu ushie mbinguni. Baba, uturuhusu tuchambue maandiko matakatifu kwa njia ya roho ya unabii, na uturuhusu pia tuweze kupata hekima na maarifa kutoka maandiko haya. Katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Basi wapendwa, ndoto hii ya mfalme ndiyo kiini chetu cha mafundisho ya leo. Tutazungumzia sana ndoto hii kwa dakika 40 zijazo, ili tuweze kuelewa mambo haya. Ndio tupate background nzuri ya ndoto hii. Wakati mfalme anaota ndoto, ni Mungu mwenyewe aliyemfanya aote ndoto. Na katika enzi zile, ndoto zilikuwa za maana sana. Katika wakati watu walikuwa karibu sana na Mungu. Sio kama wakati huu. Tumekaa mbali sana na Mungu kiasi cha kwamba ndoto za zingine unaweza dhani kwamba ndoto ni ya muhimu, lakini labda ulikula vibaya na ndoto ikakukujia usiku na ukasema kwamba hii ndoto ni fundisho. Lakini tumegundua kwamba katika wakati ule, katika enzi zile, wanadamu walikuwa karibu sana na Mungu kiasi cha kwamba aliongea nao kwa njia ya ndoto.
background yake ni nini? Tunapata kwamba katika hatua hii ya ndoto ambayo tutasoma siku ya leo ni uchambuzi wa jinsi dunia, historia ya dunia itakavyokuja. Soma kitabu cha Second Chronicles, Mambo ya Nyakati ya Pili 36 aya ya 5. Mambo ya Nyakati ya Pili 36 aya ya 5. Ndivyo msingi jinsi ambavyo ndoto hii ilivyokwenda. Soma msomaji. 36:5 inasema. Inasemaje? Yehoakimu alikuwa na umri wa miaka 25. Yehoakimu alikuwa miaka ngapi? 25. Alipoanza kutawala. Akatawala katika Yerusalemu. Yeye akatawala katika Yerusalemu miaka 11. Miaka 11. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana Mungu wake. Huyu ni king, ni mfalme wa Israeli aliyefanya mambo mabaya mbele za Mungu. Endelea msamaji, nasema nini Juu yake akakwea Nebukadreza, mfalme wa Babeli, akamfunga kwa pingu, amchukue mpaka Babeli. Nebukadreza akachukua baadhi ya vyombo vya Bwana mpaka Babeli, akavitia katika hekalu lake huko Babeli. Basi mambo yote ya Yehoakimu. Achia hapo msomaji. Sikia mpendwa, hiyo ndiyo historia ndefu ya wana wa Mungu, jinsi ambavyo Yehoakimu alivyotenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Utaona kijana wake Jehoakim pia akitenda mabaya mbele za Mungu, na ni mfalme wa Israeli. Na mwishowe Zedekia, soma kitabu cha 36 aya ya hiyo kitabu cha Second Chronicles 36. Tusikie tu Zedekia mfalme akifanya mabaya mbele za Mungu. Soma hicho fungu aya ya 11 inasema nini? Zedekia alikuwa na umri wa miaka 21. Huyu ni mfalme wa mwisho wa Israeli ambaye anaitwa Zedekia. Alikuwa na miaka 11. Endelea msomaji. Alipoanza kutawala akatawala katika Yerusalemu miaka 11. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana Mungu wake. Wala hakujinyenyekesha mbele ya Yeremia. Nabii aliponena kwa kinywa cha Bwana. Endelea msomaji, anasema nini? Tena akamwasi mfalme Nebukadreza aliyemwapisha kwa Mungu. Lakini akajifanyia shingo ngumu, akajitia moyo nguvu asigeukie Bwana. 14 inasema nini? Na zaidi ya hayo wakuu wote wa makuhani na watu wakakosa mno sawasawa na chukizo yote ya mataifa. Wakainajisi nyumba ya Bwana aliyoitakasa katika Yerusalemu. Naye Bwana Mungu wa baba zao akatuma kwa mkono wa wajumbe wake akaondoka. Sikia Mungu wa rehema wapendwa, akatuma wajumbe wakiondoka asubuhi, kama manabii wake. Hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana, juu ya watu wake, hata kusiwe na kuponywa. Kwa hiyo akaleta juu yao mfalme wa Wakaldayo ambaye ni Nebukadneza, aliyewaua vijana wao kwa upanga nyumbani pa patakatifu pao. Achia hapo msomaji. Sikia mpendwa, wakati watu wa Mungu wanapokataa amri za Mungu na kukataa sheria za Mungu, Mungu uruhusu matatizo katika maisha yao. Ilikuwa hivyo katika Israeli, ndivyo ndoto ikamjia mfalme Nebukadneza ambaye tutasoma siku ya leo. Nataka tusome sehemu ya mwisho ya kwamba katika sehemu hiyo ndio tuweze kuunganisha mambo. Ni kitabu hicho utakaa pale, lakini soma aya 20 inasema nini?
20 Biblia inasema. Inasema nini? Na wale waliookoka na upanga. Waliookoka na upanga. Akawachukua mpaka Babeli. Akawachukua mpaka Babeli. Wakamtumikia yeye na wanawe. Wakatumikia yeye na wanawe. Hata kulipoingia milki ya Wajemi. Na ikaingia milki ya Wajemi ambayo ni Media and Persia. Endelea msawaji. Ili kulitimiza neno la Bwana. Kuitimiza neno la Bwana. Kinywa cha Yeremia. Achia hapo msomaji. Kwa hivyo sikia mpendwa. Hii ni historia. Tunaposoma ndoto usione kama kwamba ni ndoto ya kawaida. Hii ni historia ambaye neno la Mungu liwajia wanadamu. Nataka Elda uje usimama hapa. Uje usimame mtumishi wa Mungu. Na tusome kitabu cha Ezekieli 21 aya 25. Nataka Elda mwingine aje hapa tusaidiane. Elda pata mmoja aje hapa tu. Kwa hivyo soma 21 22 ndio tupata historia. Utawala ilikuwa nani? Jana tulizungumzia tarehe ya mwisho tukasema kwamba utawala ilikuwa inafaa ikae kwa Waisraeli. Ya kwamba uongozi wa dunia, super power ambayo ingeongoza dunia ingekuwa Israeli. Lakini aya 21, aya 25, 21, aya 25 Ezekiel inasema nini? Nasema nini msomaji? 21 22 25 21 25 25 Biblia inasema na wewe ewe mtu mwovu, uliyetiwa jeraha kiasi cha kuuawa, mkuu wa Israeli ambaye siku yako imekuja, kwa sababu siku yako imekuja katika wakati wa uovu wa mwisho. Bwana Mungu asema hivi, kiondoe kilemba, ivue taji, hayatakuwa tena kama yalivyo. Kikweze kilicho chini, kakishushe kilichoinuka. Sikia, kikweze kilicho chini na ukishushe. Shuka kidogo tu. Kishushe kilicho juu. Kwa hivyo mfalme wa Israeli akashushwa, naye mfalme ya Wakaldayo ambaye Nebukadneza akainuliwa. Amen. Kwa hivyo wapendwa, sikia, ndio tupate historia nzuri. Ni kwamba Waisraeli wangefaa kuongoza katika dunia. Waisraeli Wayahudi walikuwa wanafaa kuwa the sole superpower katika dunia. Lakini ilifika wakati walidharau manabii, walidharau neno la Mungu, waliacha njia za Mungu na wakachushwa na mfalme ya Kaldayo akasimamishwa. Hivi ndivyo ndoto hii itakavyochambua. Kwa hivyo Elda, naomba uketi, lakini Elda atabaki. Soma kitabu hicho sasa, Danieli 2 aya ya 2 inasema nini? Huyu sasa ni mfalme, wacha tutumie kama mfalme Nebukadneza amesimama hapa. Soma msamaji. Danieli 2 aya ya 2 inasema nini? Danieli 2 aya ya 2 Biblia inasema ya kwamba ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na Wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto yake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akamwambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri yake. Lakini hata sijajua tafsiri yake. Ndipo hao Wakaldayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, mfalme uishi milele. Tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, basi tutakuonyesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akawaambia Wakaldayo, neno lenyewe limeniondoka. Ndoto yenyewe limeniondoka. Endelea msamaji. Msiponijulisha ile ndoto, hiyo ndoto na tafsiri yake, mtakatwa vipande, na nyumba zenu zitafanywa kuwa nini? Kuwa jaa la takataka. Kwamba nyumba zenu zitabomolewa na mtauawa wote. Kwa nini sheria hii ama amri hii ikawa kali kiasi hicho? Na kweli unadhani kwamba Nebukadneza mfalme alisahau hiyo ndoto? Watu wengi wametafsiri kusema alisahau ndoto, lakini alikuwa anataka kujua, kwa sababu katika enzi zile kulikuwa na wasihiri, kulikuwa na watu ambao wanatafsiri ndoto kwa katika wakati ule. Lakini siku hizi usituambie hiyo maneno, kwa sababu
tumekuja katika nuru ya Kristo. Mnasemaje watu wa Mungu? Tumepita katika msalaba kwa mambo yote ambayo ni kama hayo, na sasa tumevuka, na Kristo ndiyo kiongozi wetu kwa kila jambo. Amen. Tunamwendea kwa kila kitu. Hatumwendei mchawi wala msihiri wala tafsiri wa ndoto. Wakati huu kama bado unatafsiri ndoto, ujue kwamba unafanya biashara na shetani. Unafanya biashara na shetani. Hiyo ni territory ya shetani sasa. Lakini wakati Kristo alipoweka msalabani, mambo yote Yesu akasema ifanya nini? Imekwisha. Vitu vingi vyote hivyo ambavyo vilikuwa katika upande ule vilikuwa vimeisha. Kwa hivyo soma msomaji, inasema nini? Verse 5 and 6 inasema kitu gani? Umepita hapo. Bali kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, kama mkinionyesha ndoto na tafsiri yake, nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi. Basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake. Wakajibu mara ya pili. Wakasema nini? Mfalme, utuambie sisi watumishi wake ile ndoto. Wamerudi mara ngapi? Mara ngapi? Ya pili. Wakasema nini? Utuonyeshe ndoto nasi tutakutolea tafsiri yake. Hata kama ni wewe jirani akuja kwako anakuambie, nataka unitafsirie ndoto yenye nilikuwa nayo jana usiku. Alafu utamuuliza ndoto aina gani? Anakuambia hapana, si nimesahau ndoto yenyewe na sijui tafsiri. Wapendwa katika Kristo, je, unajua siri ulizo nazo katika maandiko haya ni kubwa sana. Kama iliwashtua wasihiri na hawa wachawi, je, unajua siri kubwa hii? Je, umechukuliwa manani na kuketi na kutafakari jinsi Mungu ambaye wa upendo, jinsi ambavyo ametafsiri na kueleza jinsi ambavyo utasonga mbele katika imani? Danieli na ndugu zake wakaweza kujua jambo hili tutakaposonga mbele. Songa msomaji, 12 inasema nini? 12 inasema, inasemaje? Basi kwa hiyo mfalme akakadhabika sana,
Mfalme akakadhibika sana, akaona hasira nyingi, akawa na hasira nyingi, akatoa amri waangamizwe wenye hekima wote wa Babeli. Waangamizwe. Rudia msomaji. Basi kwa hiyo mfalme akaghadhabika sana. Kwa hiyo mfalme akaghadhabika sana, akaona hasira nyingi, akawa na hasira nyingi, akatoa amri kuangamiza wenye hekima wote wa Babeli. Akatoa amri kuangamiza wenye hekima wote wa Babeli. Basi ile amri ikatangazwa. Amri ikatangazwa. Na wenye hekima walikuwa karibu na kuuawa. Karibu wawawe. Watu wakamtafuta Danieli na wenzake. Sikia mtumishi wa Mungu. Yaani wanadamu wasiomjua Mungu, kwa sababu wamekaribia kifo, wakamtambua kuna Danieli mtumishi wa Mungu. Mnasemaje watu wa Mungu? Amina. Je, unatambuliwa katika kijiji ambacho unaishi? Acha nikuulize mtumishi wa Mungu. Je, unatambuliwa kwa siri zote za Mungu? Je, unakuwa consultant? Unajua kuna siku hizi tunaita consultant. Je, unakuja kuulizwa maneno ya Mungu? Na kama umeulizwa, je, ulijibu kwa njia gani? Utagundua jinsi Danieli alivyoshughulikia jambo hili. Sasa msamaji, endelea. Nasema nini Watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wawawe. Sikia. Pamoja, kwa sababu Danieli na Azaria na Anania na Azaria na nani? Shadrach, Meshach na Abednego kwa lugha za pale walikuwa pia wamewekwa vyeo vya watu wenye hekima wa Babeli. Kwa hivyo wakatafutwa wafanye nini? Wawawe. Soma mzawaji, nasema nini? Ndipo Danieli na kwa busara. Sikia, kwa busara. Napenda jambo hilo sana. Danieli kwa busara, kwa hekima. Ndipo Danieli kwa busara na adhari akamjibu Arioko. Akida wa walinzi wa mfalme. Aliyekuwa ametoa ili kuuawa wenye hekima wa Babeli. Ambaye alikuwa ametoa amri, alikuwa amepewa kuuawa. Alijibu akamwambia Arioko. Akida wa walinzi wa mfalme. Mbona hii ya mfalme ina ukali namna hii? Sikia, kwa hekima akasema, mbona hii amri iko na ukali namna hii? Ndipo Arioko akamwarifu Danieli. Akamwambia Arieli habari ile. Basi Danieli akaingia. Akamuomba mfalme ampe muda. Sikia. Hakuogopa kwenda kwa mfalme. Kama ingekuwa ni wewe, ungefanyaje? Akaenda mbele za mfalme kwa hekima na kwa ujasiri. Tunaambia kwamba Danieli akawa na ujasiri mkubwa sana. Akaendea mfalme na mbele za mfalme akasema nini? Akamwomba mfalme ampe muda. Sikia. Kisha yeye atamuonyesha mfalme tafsiri ile. Kwa ujasiri akaomba muda, na hiyo ndio ikaprolong, ndio ikachukua nafasi ya kuokoa maisha ya Wakaldayo na wasiri na wachawi na wote katika Babeli. Unasemaje watu wa Mungu? Amina. Yaani mtumishi wa Mungu mmoja akaweza kuokoa ufalme wote ya watu officials ya serikali ya Babeli. Amen. Kwa neno tu hilo la kuomba muda zaidi ili ashughulikie jambo hili, ikawa ni wakaokoka watu wa Babeli. Mnasemaje watu wa Mungu? Amen. Kwa kupitia mtumishi wa Mungu nchi ikapona. Amen. Watu hawakuuawa. Haungedhani kwamba walikuwa wachache. Walikuwa mamia ama maelfu ya watumishi wa Babeli. Kwa sababu Babylon was a kingdom. It was an empire. It was not a kingdom but an empire. Ilikuwa nchi ambayo ilikuwa imefunika nchi sehemu kubwa ya dunia, mahali wanadamu walikuwa wanaishi. Kwa hivyo it was an empire. An empire ni sehemu kubwa sana. Ni sehemu ambayo ilikuwa inakava dunia mzima. Kwa hivyo kulikuwa na watu wengi sana katika officials ama wale wasiri katika nchi. Wote wakahifadhiwa kwa kinywa cha mtumishi wa Mungu Danieli. Unasemaje watu wa Mungu? Are you a Daniel? Je, wewe ni Danieli katika mahali unaishi? Wewe ni Danieli katika nchi ya Kenya? Wewe ni mtumishi wa Mungu wa kweli katika mahali unakoishi? Una represent Mungu, unachukua nafasi ya kumtetea Mungu inapofika wakati wake? Soma msomaji, inasema nini?
Inaendelea 17 inasema. 17 inasemaje? Ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake. Akaingia katika nyumbani kwake. Akawapasha habari kina Hanania. Akapasha habari kina Hanania. Na Mishaeli. Na Azaria. Ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni. Waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni. Kwa habari ya siri hiyo. Kwa habari ya siri hiyo. Ili kwamba Danieli na wenzake. Ili Danieli na wenzake. Wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Na wenye hekima wa Babeli. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo. Akafunuliwa siri hiyo. Katika jonzi ya usiku. Katika njozi ya usiku. Basi Danieli, je, unachukua nafasi ya Danieli kuokoa wengine kwa ajili ya ufalme wa mbinguni? Inabidi mtumishi wa Mungu uwe Danieli wa siku hizi. Amen. Uhifadhi nchi kwa kupitia kwa msimamo utakaokuwa mbele za Mungu. 20 inasema nini? Aya 20 inasema nini? Danieli akajibu akasema. Nalihimidiwe jina la Mungu milele na milele. Kimbia sana, kwa kuwa hekima na uwezo ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati. Uzuru wa mfalme na kuwamilikisha wafalme. Wapa hekima wenye hekima. Danieli akagundua, akapewa katika njozi kwamba hii ni ufalme ambazo zinabadilika, zinachukua nafasi zao, zina historia ndefu ya wanadamu, jinsi ambavyo tutasonga na kusonga na kusonga mpaka tutakamuona Kristo akitoka katika mashariki. Mnasemaje watu wa Mungu? Amina. Ikakuwa ni siri kubwa ambayo lazima tuichambue leo. Ni kwa sababu ni historia ambayo inaanza ikiteremka mpaka wakati wetu ambao tunaishi wakati huu. Soma msemaji, na nasema nini? Inaendelea ikisema ya kwamba ufahamu maarifa. Wapa wenye ufahamu maarifa. Yeye ufunua mambo ya fumbo na ya siri. Ufumbua mafumbo na ya siri. Uyajua yaliyo gizani. Ayajua yaliyo gizani. Na nuru ukaa kwake. Na nuru ukaa kwake. Amina. Mnasemaje watu wa Mungu? Amen. Anzia aya 30 kwa sababu ya muda, naona muda ikikimbia sana. 30 inasema nini? 30 inasema. Inasemaje tafsiri? Lakini mimi sikufunuliwa siri hii. Kwa sababu ya hekima. Iwayo yote niliyo nayo. Zaidi ya watu wengine. Walio hai. Bali kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri. Nawe upate kujua mawazo ya moyo wako. Wewe mfalme. Uliona. Tazama. Sanamu kubwa sana. Naomba Elda usimame hapa. Natumia Elda tu kama mfano. Sanamu kubwa sana. Sanamu hii iliyokuwa kubwa sana. Na mwangaza wake mwingi sana. Ilisimama mbele yako. Na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa cha dhahabu safi. Kifua chake na mikono yake ni fedha. Tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba. Miguu yake miguu ya chuma. Na nyayo za miguu yake nusu ya chuma. Na nusu ya udongo. Nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono. Nalo jiwe lilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo. Likaipunja vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilifunjwa vipande pamoja, vikawa kama makapi ya wanja vya kupepeta wakati wa hari. Upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake. Na lile jiwe lililopiga hiyo sanamu likawa mlima mkubwa likajaza dunia yote. Hii ndiyo ile ndoto. Nasi tunaihubiri tafsiri yake
mbele ya mfalme. Mnasemaje watu wa Mungu? Amen. Historia ikaandikwa siku hiyo wakati mtumishi wa Mungu, mtu mwaminifu Danieli aliposimama mbele za mfalme. Historia yote ikaandikwa. Watu wengi wamesoma, wanajaribu kuipindua, lakini historia hiyo imebaki vile vile ilivyosemwa na mtumishi wa Mungu Danieli. Soma tafsiri yake sasa. 33 inasema nini? 30 niko na dakika karibu 5 peke yake. Soma haraka. Wewe mfalme. Wewe mfalme. Mfalme wa wafalme. Mfalme wa wafalme. Kuni amekupa ufalme. Kwa nini hiyo imepotea? Rudia hapo. Wewe mfalme. Wewe mfalme. Mfalme wa wafalme. Mfalme wa wafalme. Na Mungu wa mbinguni. Mungu wa mbinguni amekupa ufalme. Amekupatia ufalme. Na uwezo. Na uwezo. Na nguvu. Na nguvu. Na utukufu. Na utukufu. Na kila mahali wakaapo wanadamu. Na kila mahali wakaapo wanadamu. Wanyama wa kondeni. Wanyama wa kondeni. Na ndege wa angani. Na ndege wa angani. Amewatia mkononi mwako. Amewatia mkononi mwako. Naye amekumilikisha juu ya hao wote. Amekumilikisha juu ya hao wote. Wewe kichwa kile cha dhahabu. Wewe ndiwe kichwa cha dhahabu. Na baada ya Achi hapo. Kama ingekuwa ni wewe, ungesema nini? Ukiambiwa wewe ndiwe kichwa cha dhahabu, si utafurahi? Na baadaye Nebukadneza alifurahi sana, mpaka akatengeneza sanamu nyingine katika Danieli 3 ambayo yote ni dhahabu. Unajua naye mwanadamu hatoshiki. Ameambiwa ni kichwa cha dhahabu peke yake, akaenda kutengeneza sanamu nyingine yenye ni dhahabu kuanzia kichwa mpaka chini. Kwa sababu hatutosheki. Endelea msamaji, nasema nini? 34. 39 na 40. Na ufalme wa 4. Mfalme anzia 39. Na baada ya zamani zako. Na baada ya zamani zako. Utainuka ufalme mwingine mdogo. Utainuka ufalme mwingine mdogo. Kuliko wewe. Kuliko wewe. Na ufalme mwingine wa 3. Mfalme wa 3. Wa shaba. Wa shaba. Utakao itawala dunia yote. Itakatawala dunia yote. Na ufalme wa 4. Mfalme wa 4. Utakuwa na nguvu mfano wa chuma. Utakuwa na nguvu mfano wa chuma. Kwa maana chuma huvunja vitu vyote. Kwa maana chuma huvunja vitu vyote. Na kuvishinda. Na kama chuma kisetavyo. Na kama chuma kisetavyo. Vitu hivi vyote. Ndivyo utakavyovunjwa na kuseta. Na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu. Na ulivyoona nyayo za miguu. Na vidole vyake. Kwa nusu udongo. Wa mfinyanzi. Na nusu chuma. Ufalme wake utakuwa. Ufalme uliogawanyika. Lakini ndani yake zitakuwako nguvu za chuma. Kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyika. Na udongo wa matope. Na kama vile vidole vya zile nyayo vilivyokuwa nusu chuma na nusu udongo. Kadhalika ufalme ule wa mwisho utakuwa nusu yake. Una nguvu. Na nusu yake umevunjika. Na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope. Watajichanganya nafsi zao. Kwa mbegu za wanadamu. Lakini hawatashikamana. Kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo. Lakini utafanya nini? Utavunja ufalme hizi zote. Vipande. Kuziharibu. Nao utasimama milele na milele. Amen. Mnasemaje watu wa Mungu? Amen. Jiwe hilo ni nani? Yes. Kristo Yesu atasimamisha ufalme ambao utakaa milele na nani? Na milele. Amen. Na atasimamishia wapi? Atasimamishia ufalme wapi? Waandishi, vile tumekubaliana na kwamba kwa sababu ufalme hizi zote zimekuwa katika dunia, ufalme huu wa Kristo pia utakuja kusimama wapi? Katika dunia. Kwa hivyo watu wa Kitale mtarudi tena, sijui kama mtakuja kuishi hapa Kitale tena baadaye, lakini tutarudi katika dunia hii. Mnasemaje watu wa Mungu? Baada ya miaka 1000 mbinguni, miaka millennium 1 mbinguni, tutarudi katika dunia
katika Jerusalem mpya. Mnasemaje watu wa Mungu? Katika ufalme huu nini tafsiri yake? Tukasema kwamba ufalme huu wa kwanza ni ufalme wa Babylon, ambao ni ufalme wa Nebukadnezar, ambaye ilianza waandishi wa 626, kuna waandishi wanasema 626 before Christ, kabla ya Kristo. Waandishi wengine wanasema 605 before Christ. Kwa hivyo tunakubaliana kwamba ikaanza na wakati wa Nebukadnezar mpaka mwaka wa 539 BC kabla Kristo hajazaliwa, na ukachukuliwa kama vile tulisoma katika kitabu cha Chronicles, kitabu cha mambo ya nyakati ya pili 36. Tuligundua kwamba ikafuata na ufalme gani ambao ni wa pili. Ufalme wa pili ikaitwa Media and Persia. Media and what? Persia. Medo-Persia. Medo-Persia. Sehemu ya kwanza ilichukuliwa na Wamedi na sehemu ya pili na Wajemi. Kwa hivyo hii sehemu ya pili ikawa ufalme wa pili, na tatu kuanzia tumbo na sehemu sehemu hizi za miguu ikawa ufalme ya Wayunani, the Grecian Empire, 539 BC mpaka mwaka wa 331 BC hapa. Na ikaanza 331 BC katika sehemu ya kwanza. 331 BC Warumi wakaanza katika tunaanza katika 626 mpaka mwaka wa ngapi? 539 BC ni sehemu ya kwanza. Tukaanza 539 BC mpaka 331 BC katika sehemu ya kifua, na katika sehemu ya kifua mpaka hapa tukaanza katika Wayunani ambao walichukua 331 BC mpaka mwaka wa 168 BC. Katika kuanzia hapa miguu hapa ni utawala wa Kirumi. Utawala wa Kirumi, the Roman Empire, ikaanza mwaka wa 168 BC mpaka mwaka wa 476 AD. Katika 476 AD ikagawanyika mara 10, ikagawanyika sehemu 10, ambaye baadaye katika 538 AD tutakuja kusoma kesho kutambua baada ya 476 AD mpaka 538 AD na kuendelea kuanzia hapo nini ilifanyika. Kwa hivyo wapendwa, tunapotaka kusema kwamba jiwe hili ambaye ni Kristo Yesu, katika maandiko matakatifu Kristo ameitwa nini? Ameitwa jiwe la pembeni. Si ni kweli watu wa Mungu? Jiwe hilo litakuja kutawala katika nchi. Mnasemaje watu wa Mungu? Na ufalme huo ingefaa kuwa kati ya mimi na wewe, tujumuike katika ufalme huo. Ni heri wapenda tutamani ufalme huo, kwa sababu ni ufalme wa milele. Tutarudi katika nchi hii, katika Jerusalem mpya, mahali kifo na matatizo hayatakuwepo tena, mahali shida za jamii hazitakuwa tena, mahali kukosana na dhambi na vitu vyote ambavyo tumeshuhudia katika nchi hii hatutaona tena kamwe, milele na milele. Mungu atubariki katika jina la Yesu. Basi na tuombe. Baba uliye mwaminifu, umeturuhusu kuchambua Danieli 2, kitabu ambacho kinaandika historia zote ya dunia, na kwa sababu kesho tutaunganisha na Danieli 7. Baba uliye mwaminifu, turuhusu, utuongoze mpaka siku ile tutakamilisha kazi hii kwa kuinua jina lako. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Wapendwa na wasalimu, hamjambo. Tuweze kusimama na wimbo namba 52. Choristers, karibuni. Simame, kuna baridi sana. Simame tuweze kupata joto kiasi. Nipe Biblia nitimbe, nipe Biblia nyota ya furaha, wapate nuru wasafiria, hakuna la kuzuia amani, kwani Yesu alituokoa. Nipe Biblia neno takatifu, nuru
nipe Biblia nihuzunikapo, ikinijaza moyoni dhambi. Nipe neno zuri la Bwana Yesu, nimwone Yesu Mwokozi wangu. Nipe Biblia neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Nipe Biblia nipate kuona hatari zilizo duniani. Nuru ya neno lake Bwana Yesu itaangaza njia ya kweli. Nipe Biblia neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Nipe Biblia taa ya maisha, mfariji tunapofiliwa. Unionyeshe taa ya mbinguni, nione utukufu wa Bwana. Nipe Biblia neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Jinsi tulivyo tuweze kuamini na tuweze kuomba. Mtakatifu Baba wetu wa mbinguni, jina lako litukuke masaa asubuhi, kwa sababu ya wema na fadhili zako. Imekupendeza tena tuweze kuingia katika kipindi cha kujifunza neno la Biblia, Bible study. Baba wetu wa mbinguni, tunaye mtumishi wako ambaye atasimama mbele yetu kwa ajili ya sehemu hii. Baba wetu, pata kutuongoza na upate kumuongoza. Uwezo wa Roho wako Mtakatifu uwe juu ya kila mmoja wetu na hata kwa mwalimu wetu, ili mwisho wa kipindi hiki tuweze kukukaribia zaidi, na wema wako uendelee kuwa pamoja nasi. Tuomba kupitia kwa jina la tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana na hata mkombozi wetu. Amen. Asante. Ndugu na dada zetu, mkiwemo hapa na kote ambako sauti hii inasikika, tunawakaribisheni tuweze kuunganika pamoja kwa kipindi ambacho kiko mbele yetu kutoka sasa. Ninachukua fursa hii kushukuru watangulizi walipoanza na ibada ya asubuhi, kisha yule mzungumzaji ambaye amezungumza mambo makubwa yanayohusu nabii. Na kwa hakika tunayajifunza mengi kutokana na unabii, na hivyo mafundisho haya yanakuandaa hasa kwa marejeo ya Yesu Kristo anapokuja mara ya pili. Vivyo hivyo tunapoingia katika kipindi kingine, kipindi cha kujifunza Biblia, basi tunaomba tuweze kuunganika kwa pamoja ili tuweze kuandamana, tuweze kuelewa ni yapi Mungu ameandaa kwa ajili yetu, hasa wakati huu ambapo ni wakati wa makambi na siku zingine zote. Tunapoingia kwenye Biblia ndipo tuweze kupata haya mafundisho
na tutaweza kusaidika. Hadi wewe na mimi tuingie kwenye maandiko, ndipo tuweze kuelewa Mungu wetu huyu ana jambo lipi kwetu sisi wasikilizaji. Wakati ambapo Musa mtumishi wa Mungu alipokuwa akiongea na Mungu direct, mimi na wewe uwezo huo haumbo sasa, ila maongezi ya mimi na Mungu na wewe na Mungu ni katika njia ya maombi kupitia maandiko ambayo yameandikwa kwenye Biblia. Biblia inapokuwa imeandikwa kwa kusudi ambalo unapolisoma kitabu cha Timotheo mlango wake wa 2 mstari wa 3 kuelekea mlango wa 3 mstari wa 16, utakuja kuelewa mambo manne ambayo ndio lengo au jumla ya Biblia, ambapo unaposoma kwa mambo hayo manne utapata ufahamu. Msomaji, ikiwa umefika mahali pale, hebu utuongoze katika Timotheo huyo wa 2 mlango wake wa 3 mstari ukiwa wa 16. Biblia inasema, naam, Biblia inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu, naam, lafaa kwa mafundisho. Shika break kidogo pale, kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Inapokuwa kwamba lafaa, usikiapo neno ya kwamba lafaa, elewa ya kwamba neno hili lafaa ni neno ambalo ni la muhimu. Imethibitika kweli kwamba neno inapokuwa imefaa ni neno inayostahili, ni neno ambayo ina umuhimu, ni neno ambalo inathibitisha, ni neno ambalo linadhihirisha umuhimu wa maandiko matakatifu. Kwa hivyo tunapokuwa tunaangalia maandiko matakatifu, Biblia inasema kila andiko lafaa, ikiashiria kutoka Mwanzo 1:1 ikupitisha katika vitabu vingine vyote hadi Ufunuo 22:21. Maana katika Mwanzo 1:1 andiko linaanza ikisema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hilo likiwa ni fungu la kwanza katika Biblia. Fungu la kutamatisha Biblia katika Ufunuo 22:21 nasema kwamba neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Ili sisi tunaosikia maneno haya tuseme namna gani? Amen. Tuseme amen. Basi hivyo ndivyo imethibitika kwamba kila andiko lafaa kwa mafundisho. Jambo la pili linasema nini? Na kwa kuwaonya watu makosa yao. Hivyo wakati ambapo andiko lafaa kwa mafundisho, pia inaonya watu makosa yao. Maana tunaishi katika udhaifu wetu wa kiubinadamu, tunaweza kufanya makosa, lakini maandiko yanatuonya kwa hayo makosa. Jambo la tatu, na kuwaongoza. Vivyo hivyo andiko lafaa kwa kuwa inaongoza. Inatuongoza wapi? Kututoa katika hali moja na kutuelekeza katika hali ya pili, ambaye ya kutubadilisha tuwe tayari kwa ajili ya kuja kwa Kristo. Jambo la 4, na kwa kuadibisha katika haki. Na kwa kuadibisha katika haki. Ndugu zangu, dada zangu, mambo hayo tutakapotimia kiwango ya kuadibisha katika haki, mambo yetu na Kristo yatakuwa yamekamilika. Mambo hayo yatakuwa sawa sawa. Kwa hivyo hatua ambazo zinachukuliwa: kufundishwa, kuonya, kuongoza na kuadhibisha katika haki, ni hatua 4 ambaye ndiye jumla ya Biblia. Inapokuwa ndiye jumla ya Biblia, tunapoingia katika kipindi hiki ambacho tumekizungumzia kutoka siku ya Jumatatu, Jumanne jana, leo Jumatano, tunaendelea kuangalia, je, mambo yapi yameandaliwa kwa ajili ya wewe na mimi tunaposubiri kuja kwa Yesu mara ya pili. Inapokuwa wakati huu, wakati ambao ni wa makambi, unakuwa ni wakati wa kipekee ambao ni wakati inakuwa wakati wa kipekee kwa sababu muda umetengwa wa kuwa katika kanisa, tukijifunza neno lake Mungu na kulishwa neno la Mungu, hatimaye tutokapo hapa tuwe tumejazwa.
Kwa hivyo katika mfululizo wa siku ambazo tumeongea leo, ikiwa ni siku ya 3, tunazungumzia kichwa chake ni juu ya hekima na mipango ambayo huleta mafanikio. Hekima na mpango ambayo huleta mafanikio. Mafanikio yanapatikana tu katika njia ya hekima. Ndipo unataka kujiuliza, je, tunapozungumzia hekima ni nini? Hekima ni nini? Hekima ni uwezo wa ndani wa kufikiri na kutenda kwa kutumia ufahamu, uzoefu na maarifa. Hiyo ndio maana ya hekima. Hayo yote yanaambatana na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye mwetu. Roho Mtakatifu ndiye msaidizi wetu. Anapokuwa mwalimu wetu, anapokuwa msaidizi wetu, ni kwa manufaa ya ukuaji wetu wa hali yetu ya kiroho. Alafu mafanikio ni ukamilishaji wa malengo yanayopatia nchi, jamii au mtu binafsi ustawi, afya njema au hadhi. Mafanikio pia hujulikana kama ufanisi, maendeleo au neema. Kwa hivyo tunapoongea juu ya hekima na mipango huleta mafanikio, tayari nimekwisha waletea kwa muhtasari juu ya hekima na kisha juu ya mafanikio. Mambo hayo ukiyajua ni mambo ambayo ni mazuri, yatakayokuwa ya msaada katika maisha. Umtegemee unapoishi, umtumainie unapoishi. Ishi sawasawa na maadili yake huyu Mungu. Na inapokuwa ya kwamba utaishi katika maadili yake Mungu, ndiyo sababu hiyo unapoingia kusoma Biblia, inapokuwa inakuwa Bible study, katika study inaashiria ya kwamba tusome katika njia ya kupata kufahamu. Na tunapotaka kupata ufahamu, basi Roho wa Mungu aweze kuwa msaada kwako, kwangu na sisi zote. Na kwa kufanya hivyo, basi mipango na hekima si tu kanuni ya kiuchumi, bali ni mazoea ya kiroho yanayopatikana na imani na utii kwa Mungu. Tukifanya hivyo, basi mafanikio yatapatikana. Hekima ambayo Mungu anaitoa itakuwa ya msaada kwako wewe, kwa kukufunulia na kukuonyesha ikupasayo jinsi ambavyo wewe utajiundia utajiri, hasa kulingana na letu kuu ambaye ndiye mada katika mafundisho yetu ya makambi yetu ya mwaka wa 2025. Na kwa sababu ya mafundisho haya, tunapoyaendelea kujifunza, tupate kuelewa ya kwamba tunahitaji kuwa na ufahamu. Tunapoendelea kujifunza, tujifunze kwa makusudi ya kupata ufahamu. Ndipo nataka kuelekeza na twende kwa huyu mwandishi, msomaji wetu wa Biblia, atupitishe kwenye Biblia. Tusikie Biblia hii ambayo tumeangalia mambo yake manne, malengo yake manne: kufundisha, kuonya, kuongoza na kuadibisha katika haki. Katika Mithali, Biblia inatuambia nini? Hebu tuangalie Mithali mlango wake wa 21 mstari wa 5. Andiko nasemaje? 21:5 Biblia inasema. Biblia inasemaje? Mawazo yenye bidii uelekea utajiri tu, bali kila mwenye pupa uelekea uhitaji. Unaposikia Biblia inaposema hivyo kwamba mawazo ya mwenye bidii huelekea utajiri, mawazo, ndani ya mawazo yako, maana unapokuwa katika hayo mawazo, kinachohitajika pale sasa, tunahitaji hekima. Ndani ya mawazo yako ukiwa na hekima, itakuelekeza kwa bidii, na ikikuelekeza kwa bidii, matokeo ya kuelekezwa kwa bidii yanakuwa ni utajiri. Vivyo hivyo, Mungu akusaidie, Mungu anisaidie, Mungu atusaidie, ili ya kwamba tuwe na mawazo ya namna hiyo. Lakini hapo tunaambiwa kwamba lakini kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Maneno anayoyazungumzia Mithali ni maneno
ya busara, ni maneno ambayo unapoingia ndani yake yamejaa hekima. Yanapokuwa kwamba mambo anayozungumza yamejaa hekima, basi hekima hiyo ndiye busara ambayo kwa hakika kwa kila anayesoma Biblia atapata kusaidika. Katika muktadha wa kuongoza fursa za uundaji wa utajiri, bidii inahitaji kuona mbele, uvumilivu na maamuzi ya makusudi. Hivyo ndivyo, iwapo wewe katika hitaji hilo, andiko ushauri unasema hivyo. Kwa kweli ndugu zangu, hatuwezi kuzungumzia juu ya utajiri pasipo kumuhusisha mwenyewe mwenye utajiri, kwa kuwa fungu ambalo inadhihirisha dunia hii na vyote vilivyomo hapa duniani si vyako na si vyangu, bali kuna mwenyewe. Na mwenyewe ni nani? Mwenyewe ndio huyo ambaye kitabu cha Zaburi mlango wa 24 mstari wake wa kwanza unasema. Aya, msomaji, iwapo umefika pale, hebu tusikie mwenye vitu hivi vyote, kwa sababu shauku na hamu yetu ni kuunda utajiri. Lakini mwenye utajiri, mwenye vitu hivi vyote ni nani? Biblia inasema Zaburi 24:1, naam, nchi na vyote vijazavyo, kwamba nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Sasa unapoona vitu hivi vyote ni mali ya Bwana, wewe mwanadamu hauna chochote cha kujivuna nacho. Tambua tu ya kwamba vitu hivi vyote ni mali ya Bwana. Msomaji, hebu endelea. Dunia na wote wakao ndani yake. Dunia na wote wakao ndani yake. Inakwisha. Dunia na wote wakao ndani yake. Nani hao wanaokaa juu ya dunia? Na dunia hii tunayoizungumzia ndio ipi? Kwa hivyo katika ufahamu, katika kutafuta utajiri, katika kutaka kuenuka kimaisha, inabidi tutambue ya kwamba mwenye vitu hivi vyote si mwingine ila ni Mungu aliyeumba mbingu, nchi na vyote vilivyomo. Kwa hivyo ni juu yako na juu yangu kuona ya kwamba katika kutambua haya yote inabidi tuingie kwenye maandiko. Ni kwenye maandiko ndipo utapata ushauri, ni kwenye maandiko ndipo utapata uelekezi, ni kwenye maandiko ndio utakaopata uongozi. Na uongozi wa maandiko haipotoshi mtu yeyote kwa vyovyote vile. Kuongeza fursa, hebu ndipo tuende tuongee juu ya kuongeza fursa. Hebu tusome Yesu anafundisha nini. Huyu Yesu katika kitabu cha Luka 14:28, hebu tusikie Yesu anatoa funzo la namna gani. 14:28. Naam. Biblia inasema maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga munara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumalizia? Unahitaji hekima ambayo tunazungumzia hiyo. Hekima hiyo itakuelekeza kujua ya kwamba ungependa kuwa na jengo, na jengo huwezi kuamka tu na kuanza kujenga kana kwamba kila kitu kilikuwa mahali pale, ila hekima inakusaidia kufanya makadirio. Ndipo katika njia ya makadirio utajua ni kiasi ya nini nitakachohitaji hasa katika ujenzi. Yesu anapozungumza maneno haya anazungumza kwako wewe na mimi, kwa kuwa kila andiko kusudi lake ni kufundisha. Sasa Yesu anapochukua fursa ya kutufundisha, anasema kwamba hakuna yeyote atakayeweza kutaka kufanya mradi wa namna yeyote ile pasipo kujiandaa katika makadirio. Na unapoweka mambo katika makadirio, basi itakuwezesha wewe kufanya kazi yako
kwa njia unayohitaji ifanyike, na kwa njia hiyo itakuwa ni jambo lililo jema. Yesu anathibitisha umuhimu wa kuhesabu na kutukumbusha yote katika shughuli zetu za kila wakati. Tujue ya kwamba inapokuwa hivyo, tuelewe inakuwa hivyo kwa sababu ya hekima anayoitoa. Ndio tunayohitaji katika utendaji. Hekima hiyo ndio tunayohitaji katika mpangilio. Hekima hiyo ndio tunayohitaji hatimaye mwishowe. Mafanikio hupatikana baada ya shughuli fulani au kitu fulani kutendeka. Kwa hivyo mafanikio hayawezi kupatikana tu hadi ambapo wewe na mimi tuweze kumuhusisha huyu Roho wa Mungu katika mpangilio. Tunapoangalia hiyo, tunataka tuangalie pia kwamba mpango wa Mungu kuhusu uhuru wa kifedha. Tunapoangalia mpango wa Mungu kuhusu uhuru wa kifedha, tuelewe kwamba Mungu hufundisha mara kwa mara kuwa Mungu anatamani watu wake waishi kwa wingi, si lazima kwa mali za kidunia pekee, bali kwa amani, kusudi na riziki. Wingi huu huja tunapojipanga kulingana na mpango wa Mungu wa kusimamia rasilimali. Katika Kumbukumbu la Torati ina maelezo haya, mambo hayo mengi, na tunapoangalia kwamba Mungu anavyokuwa na hali hiyo kwetu, basi anatusaidia sisi ili ya kwamba katika mipango zetu hatimaye tupate mafanikio. Tunapopata mafanikio, tuelewe kwamba mafanikio ni ukamilishaji wa malengo yanayoipatia nchi, jamii au mtu binafsi usitawi, afya njema au hadhi. Mafanikio pia hujulikana kama ufanisi, maendeleo au neema. Mambo haya yote yanapatikana. Kwa hivyo katika mipango ya kuyenuka katika hali ya kifedha, tukimuhusisha Mungu, tunajua mipaka ya utumishi kwa fedha ambazo Mungu anatubariki. Ila ushauri unatolewa. Ushauri huu unapotolewa ni ushauri ambao utakao kusaidia wewe. Unaposoma kitabu cha Waebrania mlango wake wa 13 mstari wa 5, ushauri huu ni ushauri utakao kusaidia wewe. Ikiwa ushauri utakusaidia wewe, kwa sababu Mungu ni Mungu wa mipango, utajua mipango zipi utakayokuwa ukitekeleza kwa namna gani. Hebu msomaji utusaidie kutuambia Waebrania katika mlango wake wa 13 mstari wa 5, andiko nasema nini? Biblia inasema, naam, msiwe na tabia ya kupenda fedha. Msiwe na tabia ya kupenda fedha. Muwe radhi na vitu mlivyo navyo. Kuwa radhi, yani tosheka na vitu mlivyo navyo. Kwa yenyewe amesema, sitakupungukia kabisa. Asante. Wala sitakuacha kabisa. Mungu hata tuacha kabisa. Amen. Kwa nini Mungu anasema hivyo? Wakati wote unapomhitaji Mungu, Mungu anapatikana. Wakati wote unapomwita katika njia ya maombi, yeye anapatikana. Kwa hivyo tunapomuhusisha Mungu katika mipango zetu, tuelewe kwamba mipango zetu zinakuwa mipango iliyo nzuri. Kwa hivyo katika hali yetu, Mungu kwa sababu ni Mungu anaye tupangia mipango iliyo nzuri, anatushauri kuepuka madeni, kuvunja minyororo. Tukiepuka madeni, basi hatima yetu itakuwa nzuri. Unaposoma kitabu cha Methali mlango wake wa 22 mstari wa 7, inatoa onyo. Onyo analolitoa ni onyo lipi? Biblia inasema, naam, tajiri umtawala masikini. Naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Tajiri humtawala maskini na yeye hutawala akopeshaye. Kuna watu hukopesha watu pesa.
sijui Kitale hapo kama wako, nina uhakika wako. Wanapokopesha pesa, unaporudisha unarudisha na faida juu ya hiyo pesa. Hebu wewe kosa kulipa hiyo pesa, ikiwa ulihitajika kulipa baada ya mwisho wa mwezi, upite mwezi mwingine upite, utaona jinsi ambavyo huyu mkopeshaji pesa atakavyo kuandama. Kwa hivyo tunapoangalia hivyo, tuelewe ya kwamba, msomaji ulikuwa hujamaliza, hebu maliza fungu hilo. Inasema naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Anakuwa mtumwa wake akopeshaye. Inakwisha nani? Inakwisha pale. Unakuwa mtumwa wake huyo anayekopesha. Unanyenyekea mbele zake wakati wote. Wakati ambapo umechelewa, basi pale unajikuta umo katika hali ambayo haikuelekezi ama haileti amani kati ya wewe na yeye. Licha ya hayo, Mungu anatuambia hivi. Tusome kitabu cha Warumi katika mlango wake wa 13 mstari wa 8. Inatuambia jambo fulani la muhimu, ambalo ni jambo litakalo kusaidia wewe, litakalo nisaidia mimi, litakalo tusaidia sisi. Hebu tusikie Warumi anasemaje? 13:8 inasema, usiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana. Kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Anayempenda mwenzake anatimiza sheria. Amina. Lakini tunapokuwa watumwa wa deni, pale hatuna upendo. Utakuta ya kwamba hakuna upendo. Mara nyingi huyu mkopeshaji utakapokawia mwishowe anakupeleka kotini. Upendo hautakuwepo. Licha ya hayo, tuelewe ya kwamba Biblia inazungumza jinsi ambavyo tunaweza kuwa na mipango za akiba. Hebu tuangalie Mithali mlango wake wa 21 mstari wa 5 inatukumbusha nini? Mithali 21 mstari wa 5. Biblia inasema, naam, mawazo ya wenye bidii huelekea utajiri tu. Mawazo ya mwenye bidii, katika bidii yako, hiyo bidii haikuelekezi kwingine. Hatimaye mwisho wa bidii yako, matokeo yake itakuwa ni utajiri. Bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Katika Luka 14:28 andika nasema nini? Maana ni nani katika ninyi, naam, kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumalizia? Sidhani mnapoona magorofa ambayo zimejengwa katika mji wa Kitale, mtu hakuamka tu kutoka mahali ambapo hakuna na akaanza kujenga. Alikuwa na mipango, na katika mipango hiyo akaiweka katika makadirio. Katika makadirio hiyo akajua kiasi atakayohitaji. Basi alipojua kiasi alichohitaji, aliangalia ni kwa uwezekano gani atakapopata hizi fedha zinazohitajika kwa ajili ya kukamilisha mradi huo. Inapokuwa hivyo, basi tuelewe ya kwamba huyu Mungu wetu anakuwa ni Mungu wa mipango, ambaye yeye anahitaji tuwe na ufahamu wa kujua jinsi ya kukadiria. Katika kukadiria pale itatupa uwezo wa kuanza mradi na kuikamilisha. Inapokuwa hivyo, hebu tuangalie katika jambo la 4 kwamba ukarimu ni njia ya baraka. Biblia inatuambia nini? Unaposoma Luka mlango wake wa 6 mstari wa 38, Luka anasema nini? Ukitaka kujua hivyo, ndipo msomaji, subiri kidogo, ndipo ukitaka kujua kwamba umuhimu wa fungu hili, ni fungu ambalo ni kwamba mkono inayotoa katika hali zake ndiyo inayobarikiwa. Na mibaraka hizi zinakuja wakati ambapo kipimo ambacho unachokipimia wengine unachopimiwa nacho. Hebu tuangalie Biblia inasema nini.
katika Luka 6:38 Biblia inasema, naam, wapeni watu vitu, kwamba wapeni watu vitu, nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa, kushindiliwa, na kusukwasukwa, hata kumwagika. Ndicho watakachowapa kifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Wapenzi, kadri tunavyokuwa wanyenyekevu, kadri tunavyokuwa waaminifu, kadri tunavyojifunza neno lake Mungu, tujue ya kwamba kutoa kule ndiko kubarikiwa. Na pasipo kutoa, kwa sababu anasema kipimo unachokipimia ndicho utakachofanyiwa nini? Ndicho utakachopimiwa na wewe. Na kama wewe ulikuwa wa kutoa kidogo, vivyo hivyo, lakini amesema wapeni watu vitu. Mungu wetu ndiye Mungu anayetupatia. Kwa hivyo tunapewa kipimo cha kujaa, cha kushindiliwa na kusukwa hata imwagike. Hivyo ndivyo Mungu anavyosema. Na kwa sababu hiyo ndio ukapata katika kitabu cha Malaki mlango wa 3 mstari wa 10 inavyosema jinsi ya kutoa. Malaki 3 mstari wa 10, andiko likasemaje? Malaki 3 mstari wa 10. 3:10 Biblia inasema ya kwamba, naam, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Shika breki kidogo. Kwamba ushauri wake Mungu kwako wewe, leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mungu anapouliza leteni, hasemi leteni kabla ya kupatia. Ametupatia hekima, ametupatia maarifa. Basi katika maarifa hiyo anatuwezesha, kwa sababu we are in partnership. Juzi tulikuwa tukiongea kwamba Kitale ikiwa ni ghala ya Kenya, ambapo tunapanda kwa eka moja kilo 10, kisha kutoka kwa kilo 10 hiyo tunavuna kilo 2,700. Na unashangaa ulipanda kilo 10 na unavuna kilo 2,700. Hizi 2,690 ilitoka wapi? Hiyo ni sehemu ambayo Mungu anaingilia kati. Kwa hivyo anaposema leteni zaka, hasemi lete from nothing or from nowhere. Anasema leta baada ya kukubariki. Hamjambo? Jambo. Hivyo ndivyo andiko anasema leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, asema Bwana. Msomaji, endelea kutoka hapo. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Mkanijaribu. Sasa tufanye shika breki kidogo. Driver wangu huyu, tusiangushe gari hii. Hii gari imebeba watu, kwa hivyo tuende katika utaratibu. Amen. Akasema namna gani? Mkanijaribu. Nataka kuuliza, wangapi miongoni mwetu wamemjaribu huyu Mungu kwa uaminifu, kwa kutoa jinsi anavyosema kwamba leteni zaka kamili? Wangapi wetu tumemjaribu huyu Mungu wetu kwa kutoa kamili? Jambo hili hata sitaki uenue mkono na sitaki uitike, maana Mungu anajua utendaji wako, Mungu anajua utoaji wako. Lakini msomaji, hapo hebu endelea soma. Mkamjaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Tukamjaribu kwa namna gani? Kwa kuleta kamili. Alafu mtue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Wapenzi, hivyo ndivyo Mungu wetu, Baba wetu anavyofanya. Akasema atafungua madirisha ya mbinguni na hata isikuwepo. Hebu kumbuka Elijah na yule mama aliyesema kati ya yeye na maisha yake yote ni unga kidogo na mafuta kidogo, lakini Elijah mtu wa Mungu akasema nitengenezee kwanza. Na baada ya kutengenezewa kwanza, matokeo yake yakawa aje? Mama huyu alikuwa navyo tele
vingi, kwa sababu aliulizwa akaambiwa nenda tafuta jerrycans. Hata kama angeleta drums, hata angeleta nini, yote ingefanya nini? Ingejaa. Kwa ajili agizo na neno la Mungu limekwisha sema. Anaposema mkanijaribu, iwapo hii inahitaji ya kwamba wewe na mimi tuweze kujaribu, angalau katika ule uaminifu tutoe kamili. Na tukitoa hivyo, sasa ndipo hapa akasema eti wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kipimo cha kujaa, cha kushindiliwa na kusukwa hata imwagike. Ai jamani, neno lake Mungu akishasema inakuwa hivyo. Soma Isaya 55 mstari wake wa 11. Usikie kwamba neno lake Mungu likitoka linatimiza malengo yake, si kwamba inaenda na hewa. Msomaji umefika pale? 55 11 55 11 Biblia inasema ya kwamba, Biblia yasemaje? Ndivyo litakavyokuwa neno langu, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, halitanirudia bure. Shika breki kidogo pale. Halitafanya nini? Halitamrudia bure. Neno alilolitoa huyu Mungu inatimiza. Msomaji, hebu maliza sehemu hiyo ambayo imesalia. Bali litatimiza mapenzi yangu, itatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. So neno lake Mungu ndilo hilo. Neno la Mungu likitoka halirudi bure, bali linatimiza malengo. Katika mafanikio tunayotamani, tunahitaji hekima ya Mungu. Mungu akitupa hekima, hekima hiyo itatusaidia sisi kuweza kukamilisha na kutenda haya, ili kwamba ile kipimo tunachokitoa, tunapopimiwa nacho, basi elewa ya kwamba hakuna wakati ambapo wewe utaanza kufinya mkono yako. La, kwa sababu amesema wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Na Mungu naye akasema mkanijaribu, iwapo sitawafungulia nini? Madirisha ya mbinguni. Isaya akasema neno langu halitanirudia bure litokalo kinywani mwangu. Mungu ni mwaminifu katika ahadi zake. Mungu atatenda sawasawa na jinsi ambavyo ameahidi. Isipokuwa kazi kwa bidii, njia ya Mungu ya utajiri. Hebu tuangalie katika Methali mlango wa 10 mstari wake wa 4, tupate andiko la tuambia nini. 10 mstari wa 4 Biblia inasema ya kwamba atendaye mambo kwa mkono mlegefu, atendaye mambo kwa mkono mlegefu huwa masikini, bali mkono wake aliye na bidii utajirisha. Wapenzi, kile ambacho tunakumbushwa mara kwa mara, bidii, bidii, bidii. Ndipo hata unaporudi kule mwanzo ikisema kwamba kwa jasho ndiyo mtakula. Na unapotoa jasho, chakula kinachotoka baada ya wewe kutoa jasho unakifurahia sana. Tuelewe kwamba Mungu hubariki kazi ya uaminifu na ya kudumu. Kazi si lazima, ni wito. Uhuru wa kifedha unahitaji maadili ya kazi yenye nguvu, huduma ya uaminifu na kukatiza njia za mkato. Wapenzi, maneno haya unapoyasikia ni maneno yatakayokusaidia wewe. Maneno haya yatakusaidia wewe na yatakuletea hatimaye mwishowe mafanikio. Na yatakapokuletea mafanikio, basi wewe utakuwa na kila sababu ya kumshukuru Mungu. Tuelewe ya kwamba hatua za kivitendo kuelekea uhuru wa kifedha. Tuangalie maneno haya kwamba jitolee kuridhika. Andika kila siku mambo unayoshukuru Mungu kwa ajili yake. Uweze kuandika kila siku mambo unayoshukuru Mungu kwa ajili yake. Kwa kufanya hivyo inakuwa jambo lililo jema. Jambo la pili, tengeneza mpango rahisi wa kifedha. Fuatilia mpango
matumizi na akiba. Jambo la tatu, lipa au punguza madeni yasiyo ya lazima. Anza kidogo lakini uwe na uthabiti. Jambo la 4, toa kwa uaminifu. Rudisha zaka na sadaka kwa moyo wa ibada. Jambo la 5, weka malengo ya kifedha kwa ajili ya akiba, uwekezaji, elimu au utoaji. Elekeza fedha zako mahali hapo. Maswali ya kutafakari. Hebu tutafakari maneno yafuatayo. Je, ninaishi ndani ya uwezo wangu au zaidi ya hapo? Unapoishi, unaishi zaidi kwa uwezo wako au zaidi ya hapo? Jambo lingine la kutafakari, ni tabia zipi za kifedha zinasaidia au kuziinua? Jambo la 3, ninawezaje kuwa mkarimu zaidi na kuwa na wasiwasi mdogo kuhusu pesa? Tuelewe ya kwamba Mungu katika hali yake anapokuwa Mungu wa kutufundisha, kusudi la kutufundisha tuweze kupata maarifa. Na ndipo akasema watu wake huangamia kwa kukosa maarifa. Wakati mwingine tukikosa kumhusisha Mungu katika mipango yetu, basi hatupati mafanikio. Nataka sana kushukuru Mungu ya kwamba tuweze kuwa watu ambao tunatafuta ushauri na uelekezi wa Mungu. Maana Mungu akituelekeza, anatuelekeza kwa njia inayotupasa. Katika siku hii ya leo, ninapoleta mazungumzo yetu katika kikomo, ndugu yangu, ingia kwenye maandiko. Unapoingia kwenye maandiko, ruhusu mwalimu msaidizi anayefundisha yote na kukumbusha yote, ambaye ni Roho wake Mtakatifu, apate nafasi ndani ya moyo wako na atakubadilisha, na hatima yako haitakuwa jinsi ambavyo ilivyo, bali kutakuwa na mabadiliko makubwa. Nataka kumalizia pale nikisema ya kwamba Mungu wetu aweze kuwa wa baraka kwa kila mmoja tunapoenenda na mipango zake Mungu katika maandalizi yetu. Mungu wetu na aweze kutubariki. Basi nataka tutamatishe. Pole kidogo, hii miguu bado inatembea damu. Pia ukisimama inakuwa jambo nzuri. Ukikaa sana miguu naye inakuwa na damu haiflow vizuri, but ukisimama itaflow kutoka kwa roho ikiteremka chini, ikiwa namna hiyo. Ndipo tuweze kuomba. Haya, katika hali hiyo basi na tuombe. Baba wetu, Mungu wetu na muumba wetu, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ambalo umetusaidia kutuletea maneno ambayo yatatusaidia katika hali yetu ya kiroho, ili tunapoishi tuishi kwa kukutegemea na kukutumainia. Hatimaye Yesu, tunaomba hizi madirisha ya mbinguni ziweze kufunguliwa kwa ajili yetu, na pia tuweze kuwa watu ambao wanaufahamu juu ya neno lako. Neema yako iwe juu ya kila mmoja tunapoendelea. Mbele yetu bado kuna mipango mingine hadi jioni. Katika mipango hizi, Roho wako huyu mwalimu wetu na msaidizi wetu awe msaada kwa kila mmoja wetu. Asante kwa sababu umetusikia. Tuna imani ya kwamba utatujibu kwa kututendea sawasawa na mapenzi yako, hilo likiwa ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Wimbo number 125 tukiita Blessed Hope. Blessed Hope. Nakaribisha sana Blessed Hope, nimeona tumefika. Kwa haraka, muda ni kidogo. 125, wimbo number 125 Blessed Hope, wakikuja mbele. Uniangalie atwambia utibe. Uniangalie atwambia Yesu aliyetufia.
kutazama karwani, nikupewa kuikumisi kutazama mti. Ninapojaribiwa ghafula, Shetani hata nitega, nikitazama msalaba, nguvu nitaipata kwa Bwana. Blessed hope. Kupanda mbegu nzuri, lakini mwovu kaja usiku wa manane na kupanda mbegu iliyo mbaya. Wakati shamba lilimea, magogo yalionekana, lakini yaache hadi wakati wa mavuno. Mpanzi alikwenda kupanda mbegu nzuri, lakini mwovu kaja usiku wa manane na kupanda mbegu iliyo mbaya. Wakati shamba lilimea, magogo yalionekana, lakini yaache hadi wakati wa mavuno. Shangwe vigelegele, shangwe vigelegele, itakuwa ni furaha juu ya wale wote watakaoshinda dhambi, maana watamwona Mungu. Mavuno mema kuingia ghalani mwa Bwana. Shangwe vigelegele, shangwe vigelegele, itakuwa ni furaha juu ya wale wote watakaoshinda dhambi, maana watamwona Mungu. Mavuno mema kuingia ghalani mwa Bwana. Jiulize, wengi tumevalia ngozi ya kondoo, kumbe ndani yake ni mbwa wa mwitu. Tumeenda kinyume cha neno lake Bwana. Turekebishe mienendo yetu, ndipo tufae machoni pake Bwana. Je, wewe ni gugu au ngano? Jichunguze ndani nje, kisha jiulize, wengi tumevalia ngozi ya kondoo, kumbe ndani yake ni mbwa wa mwitu. Tumeenda kinyume cha neno lake Bwana. Turekebishe mienendo yetu, ndipo tufae machoni pake Bwana. Shangwe vigelegele, shangwe vigelegele, itakuwa ni furaha juu ya wale wote watakaoshinda dhambi, maana watamwona Mungu. Mavuno mema kuingia ghalani mwa Bwana. Shangwe vigelegele, shangwe vigelegele, itakuwa ni furaha juu ya wale watamwona Mungu.
shangwe, vigelegele. Itakuwa ni furaha juu ya wale wote watakao shinda dhambi, maana watamwona Mungu. Mavuno mema kuingia ghalani mwa Bwana. Tunawaambiaje? Wapatie amen kubwa. Tunawaambiaje tena? Amen. Wana wa Mungu, happy Sabbath. Happy day. Ni wangapi wako na furaha? Amina. Tunashukuru kwa kwaya yetu. Itakuwa shangwe na vigelegele. Sote tunatumainia kwa katika ufalme ule wa mbinguni siku hiyo ikifika. Ni wakati mzuri ambapo tunataka kujifunza kupitia katika ujumbe wa vitabu. Naomba tuweze kusimama kwa ajili ya ombi. Tunaomba. Baba mtakatifu, Jehova Mungu ishie mahali pa juu, sifa na utukufu ni kwa jina lako. Tazama asubuhi njema umeweza kutuwezesha tuweze kutanika katika kikao hiki ambacho uliweza kutenga Sabato ya majuma ya siku 7 tuweze kuungana pamoja na wewe. Tumefika katika kitabu, katika muda ambao tunaenda kujifunza na kuelewa ufasaha, na zaidi yote kuelewa zaidi kupitia katika ujumbe wa vitabu. Tuombe uweze kutusaidia tuweze kuelewa ile mapenzi yako. Mzungumzaji anaposimama Baba, hebu yale ujumbe ambao uko nao uweze kutufikia katika masikio yetu, nasi tuweze kuukumbatia, na mwisho wa siku tuweze kuelimika zaidi na kukaribia zaidi ya jana. Neema yako iwe nasi, mapenzi yako yatimizwe. Tuomba kwa imani kwa jina la Yesu Bwana mwombezi wetu. Asante. Nawakaribisha tena katika kipindi hiki ambacho ni cha literature evangelism. Hii ni sehemu ya kuhubiri ambao ni ujumbe wa kimya ambao tunahubiri kupitia katika njia ya vitabu. So, ninayeongea nanyi naitwa Eldakena Mokola kutoka kule Matisi, na namkaribisha pastor wetu Masai ili aweze kutuelezea kipindi. Wangapi pamoja nami wanamkaribisha? Karibu pastor. Wapenzi wa Baba na wasalimu, Bwana asifiwe. Wangapi wana furaha siku ya leo? Aha, may God bless you. Watu waelewe Kiingereza. Mungu awabariki. Kwa lugha yako unasema? Anasema lugha ya madam msomaji, kwa lugha ya Kikisii mnasema nini? We si Mkisii. Aha. Kwa lugha ya kusema Bwana ama Mungu akubariki. Nyasaye awasesene. Bwana asifiwe. Tunashukuru sana siku hii ya leo, na pia tunashukuru sana kwa hii pulpit mrefu ambao sisi wafupi hatuna nafasi. Ila kina Eldaleting, Mungu awabariki sana kwa urefu, na hii ndio pulpiti yenu. Sasa kwa sababu mimi ni kafupi, si hapa mnaniona vizuri. Ni wakati ambapo tunaenda kuangalia umuhimu wa kusoma vitabu. Kuna umuhimu kwa kusoma vitabu. Ambia mwenzako kuna umuhimu kwa kusoma vitabu. Amesema nini? Amesema hivyo tu. Hakuna mwenye ameshukuru. Okay, tunashukuru sana kwa hiyo. Tangu tulipoanza makambi yetu tumekuwa na kipindi hiki, na watu wa Mungu wamekuwa wakipata vitabu tangu tulipoanza, na tumebakisha siku kama 2 hivi ili kwamba tuweze kutimiza malengo yetu ambayo tulikuwa tunasema Camp Meeting 2025. I will go. Na unajua kuna watu wamekaa hapa na wamepotea.
Wamesema wajapotea. Wacha turudie. Camp meeting 2025. I will go with a printed page. Na tukasema kwamba tutakapofika siku ya Ijumaa kila mmoja atakuwa na printed page na atainua juu. Bwana asifiwe. Iposa watu wanapounganika ni watu wawili, wa kiume na wa kike, alafu Biblia inasema wanakuwa kitu kingapi? Kimoja. Sasa mwandishi wa kitabu hiki ameweza kutuelezea heart to heart, na akasema the art of communication. Yani the art of communication. Tunapokuwa katika familia, kama kuna kitu ambacho kinavunja ndoa ni communication. Communication inaweza kuwa kwa style tofauti tofauti. Kuna mtu anaweza kuonyesha body language, that is communication. Are we together? Kuna mwingine ambaye ana express words, that is communication. Akikasirika lazima atakuambia venye wewe ni chura. Akikasirika lazima ataenda mahali na aseme na nilijua tu men are dogs. Hata aliyekuzaa ni nini? Wewe inafika hapo. Unajua kuna wale wajaingia kwa familia wanasema mimi naita sweetheart not dog. Bwana asifiwe. Mtakuja kuelewa hii baadaye. Na hivyo basi mwandishi wa kitabu hiki ameweza kutuelezea ya kwamba kuna kitu ambacho inaitwa glue. Mnajua glue ama gum? Ndoa wewe umeungana na mke wako, wewe ni sanguine na mke wako ni choleric ama melancholic, na nyinyi lazima muagree kwa vitu vingi. Na hivyo basi mwandishi huyu ameweza kuandika tactics za kuweza kudeal na mtu wa aina yote. Bwana asifiwe. Si hiyo ni mzuri? Kitambo ilikuwa ukienda council ya marriage wanakuambia wewe ni sanguine. Sasa sanguine usioe maybe hata melancholic, kwa sababu hamtaishi vizuri, kwa sababu kuna differences there. Ama sanguine na sanguine wasifanye nini? Wasikae pamoja. Lakini mwandishi wa kitabu hii anasema ya kwamba unaposoma kitabu hii utakaa na mtu yeyote yule. Bwana asifiwe. Alafu pia anatuelezea jinsi ya kuweza kusoma mwenzako either kwa body language. Sasa hivi mimi nina miaka 2.5 hivi kwa ndoa, only 2.5 years in marriage. Sio ni kidogo, si ndio? Lakini nilipokuwa kabla sijaoa kuna kitu nilikuwa nikidhani ya kwamba ni kweli. Maisha ya mke wangu alipokuwa bado sijamuleta kwangu ni tofauti sana na jinsi alivyoingia tu kwenye ndoa. Yani maisha yake ilibadilika. Alipokuwa bado ako kwao alikuwa ni mpole, na watu wa Better Living mnajua mpole, si ndio? Si alikuwa hapa alikuwa ni mpole, lakini saa hii mimi ndio mpole. Bwana asifiwe. Kwa sababu hii maisha ya ndoa haikuangi ati unaona mkiwa courtship mnadhani sasa ataendelea hivyo, lakini kumbe anapoungana na wewe maisha inabadilika na inakuwa ni maisha mapya. Sasa venye unaanza ndio venye mtaendelea. Tuko pamoja wapendwa? Na ndiposa mwanzo mzuri inaleta mwisho nini? Mzuri. So kuna body language. Kitambo nimwambia alikuwa ananyamaza, lakini siku hizi hanyamazi tena. Huenda siku moja Mungu akipenda nitamleta either kesho ama hiyo siku ingine, alafu muone kama ni mpole bado. Na pia kuna maneno ambayo unaweza kumwambia mume wako. Unapata tu mwanamke mzuri anasimama na anaanza kusema, na wewe wanaume wengine wako hivi na hivi, mbona usikue kama mume wa fulani? Na ule jamaa anasema, unanilinganisha na jirani, si uende akuoe. Ati mbona ukui kama wanaume wengine? Watu wa Mungu, acha niwaambie kitu. Don't compare your partner with others.
Simngekubali kwa kusema amina. Yani don't compare. Nimesema nini? Huyo wako wacha abaki kuwa wako. Bwana asifiwe. Na wajirani abaki kuwa wanini? Wajirani. So kuna maneno ya kuambia mume wako. Kitambo wakati sasa nilikuwa nimeoa, tukaanza sasa maisha pekee yetu wawili. Unapata first priority akiamka asubuhi ni lazima atanitengenezea nguo yenye ninavaa hiyo siku, viatu ina shine, kila kitu iko sawa, baada ya kupata firstborn. Saa hii akiamka mapema anaanza kushughulikia nguo za mtoto zikuwe sawa na viatu, alafu yangu ndo nimwambie, na yangu imekuwa tayari, wacha niitengeneze. Na maisha inasonga. Tuko pamoja wapendwa. Unapogundua those changes, utajua jinsi ya kuweza kudeal nayo. Na jambo la muhimu sana ni kitu ambacho kinaitwa spiritual intimacy. Kama ni kuja kanisani, mnakuja kanisani wote. Bwana asifiwe. Wangapi wamekuja leo na amekuja na mwenzake leo, nione kwa mkono. Asante sana. Na mumekaa pamoja ama mwingine amekaa north, mwingine south? Wako pamoja. Nashukuru sana, Mungu akubariki. Wamekaa pamoja. Wamekaa pamoja. Na hivyo ndivyo maisha ya ndoa ilivyo. Kuna mambo mengi ambayo iko hapa ndani. Na kitabu hiki nina recommend sana kwa wale ambao bado ni young katika marriage. Young family katika marriage. Tuna young family hapa kweli? Let me see by show of hands. Kuna Raila hapa ama ni Oginga? Kuna Oginga hapa bado young. Kuna familia ingine young. Familia ya Azaria bado young, na kadhalika. So this book is for you. Kwenda kwa haraka sasa, kuna vitabu vingine pia vya ndoa inasema your marriage potential. Mwandishi wa kitabu hiki ameweza kutuandikia, watu wanajua tu tukisema marriage tunaongelea love, na watu wanapoongelea love wanazungumzia love ya midomo. Kuna watu kwa nje wanaonekana wanapendana, lakini ukienda kwa nyumba ndio utajua sasa kuna nini, kuna chuki. So mwandishi wa kitabu hiki ameweza kuandika love in action. Tuseme love in action. Ukisema unampenda mwenzako, ukisema unampenda mwenzako, na ifuatwe na nini? Na matendo. Na kuna wakati hata unashindwa kusema. Wakati sisi tulikuwa tuna date, tuna quote pale, ilikuwa siku moja tumesema nakupenda 20 times. 20. Lakini saa hii hata siku inaisha kabla hujaambiwa. Na unaishi tu na survive kwa sababu no otherwise. Bwana asifiwe. Mpaka unakumbushwa. Unakumbushwa, unasema na hivyo ndio maisha ilivyo. Lakini watu wa Mungu, acha niwaambie, hata bila kusema, matendo inazungumza zaidi. Marriage potential. Kuna kitabu kingine ambacho kinaitwa To Have and to Hold. To Have and to Hold. Kitabu hiki nilipokuwa sasa nilikuwa kwa ile mambo ya courtship sasa. Kuna mtu mmoja akakuja akaniambia, pastor, nakuhurumia sana. Nikamwambia kwa nini? Unajua wewe ni mtu wa Bwana asifiwe, unatembea na pikipiki. Kumbe saa hii sina pikipiki. Tunatembea na pikipiki, lakini kuna watu ambao wako na class, alafu wewe unapita na msichana brown. Pastor, are you sure elders watakusamea? Nasema in Jesus name watanisamea. Hallelujah. Na hivyo basi nikajifunza jinsi ya kuweza kutengeneza our intimacy ikawa intact, our bond ikawa intact, whereby hata mtu akija na akasema ya kwamba I want to separate these people, watu wa Mungu, you cannot separate us. To have and to do what? To hold. Niko na wewe na nitabaki kuwa na wewe mpaka kifo kitafanya nini? Kitatenganisha. Kitabu hiki nina recommend kwa wale ambao hawajaingia kwenye ndoa. Yaani anatafuta mchumba, yuko na mchumba na maybe wanasumbuana, maybe nyota imezimwa kidogo. Kitabu hiki kitawasaidia, kitarudisha nyota tena. Amina. Na kitabu hiki Roho wa Mungu ananiambia
kuna kijana mmoja kwa camp center ya Better Living anataka kuingia kwenye ndoa, lakini anahitaji kuwa na hekima kutoka kwa Mungu, na kitabu hiki kimekuja katika makambi haya kwa ajili yake tu, na yuko hapa. Mnataka kumuona? Mnataka kumuona? Haya, asimame. Kila mtu anaangaliana ati si mimi. Wakiguza anasema huyu umeona ni mimi kweli. Na yako hapo tu ajoa na ajooleka. Wapi kijana huyu ambaye anasema mimi hakika natafuta mchumba. Na hivi leo kupata mchumba ule wa uhakika. Yaani unajua, let me tell you one thing. Wasichana wa sasa hivi wanaogopa vijana wa SDA. Mnajua kwa nini? Do you know why? Kijana mwesidie akiona msichana anayesuka nywele, anasema she's not a wife material. Lakini wacha mimi nitaungana na wewe pastor, so that this guy apate hiyo kitabu. Nione kwa mkono. Wale wanasema pastor, nitaungana na wewe. Yeah, thank you so much. Inua tu mkono juu vizuri. Inua mkono juu vizuri. Inua tena. Kuna nyuma, inua tena watu wa Mungu. Na Mungu abariki mikono hizo in the name of Jesus. Baba wetu wa mbinguni, mikono hii imeweza kuinuliwa kwa sababu ya kuweza kusaidia kijana huyu aweze kupata kitabu hiki. Hivi sasa anapozicollect, tunaomba ya kwamba ziweze kujaa katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Haya, tembea sasa, tembea kwa marafiki. 2500 ijae hapo. Namba ya simu. Niko hapa kwa sasa. Camp director, where are you? Tuko na assistant camp director here. With your permission sir, immediately after sermon, naomba dakika 2-5 peke yake. Is permission granted? Permission granted. Si hata mshukuru kwa kusema amina. Yaani nimepewa nafasi ya bure. Hivi sasa tutaweza kusimama ili kwamba tuweze kuomba. Ngoja kwanza, is our money enough? Imefika ngapi? Kumbe wakati walikuwa wanaweka huko unahesabu, lakini nikiangalia ijafika. Hey, let me check for my phone. Tulikuwa natafuta 2500, si ndio? Namba nirudie ni 0746 65 07 63. Nitarudia 0746 65 07 63. Nimeona nimeanza kuingia sasa. Hapo iko ngapi? 780 plus this 300 yenye imeingia hapa inakuwa ngapi? 1080. Imebaki ngapi? Around 1000. 1420 inaendelea kuingia. Tuniangalie message, alafu kwa umetuma mbao ndio utaona. Imeingia, imebaki 1320. Nisome namba sasa ya mwisho, si ndio? 07 46 65 07 63. Alafu bado wanasema zunguka tena mara moja ya mwisho, wakati ambapo tutakuwa tunafanya maombi ili kwamba tuweze kuingia kwa meza hapa. Hivyo basi baada ya maombi haya utaweza kuendelea pale. Ndio hiyo zinaendelea kuingia. Thank you so much. So tutasimama kwa ajili ya maombi ili kwamba tuweze kuingia pale mezani. Tutasimama kwa ajili ya maombi, tutasimama zote kwa ajili ya maombi ili kwamba tuingie pale mezani. Tunaomba. Mtakatifu Muumba wetu, tunakushukuru sana kwa siku hii ya leo. Asante kwa kuweza kutupatia fedha hata kama huenda hazitoshi mahitaji yetu, lakini kwa sababu tumeweka kwanza iweze kufanya kazi yako, Baba wa mbinguni, tunatamka mibaraka juu ya watoto wako siku hii ya leo. Uweze kutupokea jinsi tulivyo tunapokuja katika kanisa lako.
endelea kuweza kutubariki pia, ili kwamba kila wakati tuzidi kuweza kuenenda sawasawa na mapenzi yako. Hivi leo wapendwa wako wameweza kujitolea na kuweza kusupport kitabu kimoja, ili kwamba iweze kuokoa familia inayokuja mbeleni. Na hivyo basi wale wote ambao wameweza kuhusika, tunaomba ya kwamba uweze kuwabariki. Na hivi sasa pia wanapoendelea kwa ajili ya kuweza kuona jinsi fedha hizo itaweza kujaa, tunaomba ya kwamba Mungu wa mbinguni, fungua njia, fungua milango na madirisha, ili kwamba kitabu hicho kiweze kununuliwa na jina lako litatukuzwa. Baba wetu, tunajua kuna wale ambao wanatamani sana ndani ya mioyo yao kwa ajili ya kuweza kupata vitabu, lakini changamoto ni fedha tu. Kwa kitu chochote ambacho mweza kuwapatia, iwe ni mahindi, iwe ni kuku, iwe ni kitu chochote ambacho kinaweza kuuzwa kwa ajili ya kuweza kununua vitabu, tunaomba ya kwamba Mungu wa mbinguni, fungua njia hiyo na watu wako wapate fedha. Hivi sasa pia wanakuja mezani, tunaomba ya kwamba uweze kuwaonyesha vitabu vitakayowasaidia katika maisha yao ya kimwili, ya kiroho na maisha ya dunia hii. Hivyo basi endelea kuweza kutulinda na kutuongoza na kutubariki kila wakati, katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen. So kwa wakati huu ningependa kuweza kualika nyote, ili kwamba tuweze kuingia katika meza yetu hapa. Leo tuliweka mbele ya pulpit ili kwamba wale ambao hawajawahi kanyaga pulpit wakanyage siku ya kwanza. Amina. Sasa usiogope, hapa ni mbele ndio, lakini watu hawakuoni sana. Utapita tu hivi, alafu kisha baadaye mtazungumza na yule mwinjilisti aliye pale. Ndio yule pale ninamtrain, na maybe next year ataenda mahali kama mwinjilisti. Amina. So tutasimama ili tutumie hii madakika ambayo imebaki. Tutasimama tu tuweze kuingia hapa kwa meza. Karibuni sana.